tumia nyumbani, lakini kuna watu tayari walishaharibu mchezo wao wa kwanza wakiwa nyumbani hapa. Unajua uzuri wa maisha haya wanasema ukiconcentrate zaidi na matatizo ya mwenzako wewe unaweza kashangaa na kukuta makubwa zaidi. Sijui umeelewa. Kwa hiyo tukisema tuanze concentrate na matatizo ambayo yamewakuta ndugu zetu wakati na sisi wenyewe tuna matatizo yetu, huu utakuwa ni ujinga. Pointi ya msingi ni kwamba sisi pia tuna matatizo. Hebu tutatue matatizo yetu. Alafu tuangalie matatizo ya hao watu wengine. Kwa hiyo wao kwa sababu wameshapasuka mechi yao ya kwanza, wamekufa kwenye mechi yao ya nyumbani, hiyo watabaki nao wao, watakana kwenye mahakama yao, watangaje jinsi gani wao watatatua. Lakini sisi tuangalie sana, sisi ndo tunakuja nyumbani. Tumeshafungwa nyumbani kwa watu. Sasa tunakuja nyumbani kwetu na anayekuja lazima afungwe. Yes, iko ndo kwenda. Tuzungumze mimi nawe kwa namna ambavyo uliutazama mchezo wao. Makosa madogo madogo na wao huwa wanatamba sana na kusema ya kwamba dimba la Benjamin William Mkapa hatoki mtu. Watu wamekuja bwana, alafu wameondoka na alama zote. Ninachomshukuru Mwenyezi Mungu na alinisaidia sana siku ile ni kitendo cha mechi ya Azam FC na mechi ya Simba kuwa muda mmoja. Zote zilikuwa saa 10 kamili. Kwa hiyo ukiniambia niliutazama vipi mchezo, nafurahi kwa sababu sikuutazama mchezo. Kwa hiyo mchezo wao automatic sikuuona kwa sababu nilikuwa nimekaa kwenye TV, nimeweka Azam FC na iangalia timu yangu mwanzo mpaka mwisho. Yaani ndio iko ninachoshukuru Mungu. Yaani mechi kuanzia inaanza. Huku dakika ya kwanza na huku dakika ya kwanza. Huku dakika 90 na huku 90, maana pila limefanyaje? Limeisha. Kwa hiyo mechi hiyo ambao watu walifungwa sikuiona. Kwa hiyo ila clip tunaziona clip tu. Tunaziona clip tu ambazo zinaona hapa goli hivi na vile, golikipa kama niweko shasi nilisha kusema kwamba golikipa mluji na kweli hamna kitu. Umeona ndio vitu kama hivyo tumeviona vitu vile vitatu. Hiyo ndio point ya msingi. Yule kipa unazungumziaje bwana? Yule mimi nishakumtolea maoni yangu. Mimi nishakumtolea maoni yangu kwamba mule kipa hakuna. Mule kipa mimi nishakuongea kuhusu yule. Nishakusema kwamba mule kipa hakuna, nikasema kabisa kama kuna timu inajiamini kwamba inaenda kwenye mashindano ya CAF, mashindano ambayo level of competition ni kubwa kuliko ni ligi yetu Tanzania bara, kwa kumtegemea golikipa yule watafeli. Sawa, kwa hiyo nadhani wanaendelea kila siku kuprove kile ambacho niliwahi kusema. Pengo la Manula linaonekana. Pengo la Aishi Manula ni kubwa mno. Na lile pale sio lile sasa, lile sio pengo. Lile pale linaitwa pango. Yaani pale kwenye swala la Aishi Manula lile ni pango, sio pengo. Sawa, kwa golikipa ule. Kipa anadaka mpira kama anadaka panzi. Hakuna kitu kinacheka. Kwa Aishi Manula lile ni pango kubwa. Yaani wale wanajuta, ila kusema tu ndio hawezi kusema. Ila tunamshukuru Mungu, unajua kila kitu kinatokea kwa sababu. Azam FC wakati tunamfunga Express mwaka 2015 Aishi Manula ndio alikuwa golini. Kwa hiyo alipaswa Aishi Manula leo kuwepo kwenye uwanja wa Azam Complex kuhakikisha naye anaenda kutengeneza story nyingine mpya. Kwa hiyo Aishi Manula kwa kila jambo ambalo lilikuwa limemtokea ni hatima tu ya Mwenyezi Mungu kuitengeneza kwamba kijana nenda huku kuna historia inabidi ukaitengeneze tena nyingine. Kwa hiyo huku limeachwa pango, ila huku tumepata tunanufaika naye. Aishi alikuwepo kwenye mechi na Manyema, alikaa kwenye benchi. Kwa hiyo unajua anaweza anaendelea kumpa uzoefu Foba na anaendelea, yani challenge inaonekana na unaonekana kama mchezaji ana perform katika level ambayo unapenda. Kwa hiyo kule kuna pango badala ya pengo. Baada ya michezo hiyo ya kimataifa mna fixture ngumu mbele yenu. Mna fixture dhidi ya Singida Black Stars, lakini mna fixture dhidi ya Simba Sport Club ambao hao unasema hawana goalkeeper. Preparation imetakuwa mcheze karata zenu vizuri, mmeshapoteza michezo kadhaa hapa nyuma. Una nini la kutoa kama Alex kwa wachezaji kwenye mechi hizo ngumu ambazo nazo ni muhimu pia? Mechi na Wydad Athletic Club ndio mechi ambayo yani itabeba sura mzima ya huko tunakoelekea. Tukifaulu kumpiga Wydad, kila kitu kinaenda kukaa sawa. Nimeshatoka kusema kwamba kwanza tukimfunga Wydad automatically moja kwa moja tunaenda wapi? Tunaenda kwenye hatua robo finali. Hilo la kwanza, hiyo ni guarantee. Ukimfunga Wydad tunaenda kwenye robo finali. Lakini tukimfunga Wydad hawa Singida United pamoja na Simba, yani maana yake mechi za kwao wao wenyewe watajua kwamba safari hii ngoma hii kazi, unajua kama hii ngoma inabidi tuicheze vizuri. Kwa maana yake ujio wa mechi hizo ambazo zinakuja tukifanikiwa kumfunga Wydad, yani Wydad kwa sasa ndo kama ameshika hatima yetu sisi, ujue ni kama ndo timu ambayo sasa hivi imeshashika kwamba watu tutuburu kiasi gani kutegemea kwa hii mechi. Tukienda mechi mbili bila kupata pointi kwenye kundi, sijui tutamwambia nani nini. Mkilalamikia marefa kwenye ligi, unaiona hizo mechi zinazo kuja pia mtaendelea na kilio chenu hicho, kuna ujumbe ndani? Kilio cha kuhusiana kina Tatu Malogo hatuwezi kukiacha na ndio uhalisia huo. Kuhusiana kina Tatu lazima tuseme, lazima tuongee, ila tu kwa sababu ndo tunaenda kwenye mechi ya klabu bingwa sasa, tunashindwa kuna, lakini kuhusiana kina Tatu Malogo ni kweli kina Tatu Malogo sio ametufelisha sana. Tumefeli sana kwa sababu kina Tatu Malogo sana. Tumeshapoteza sasa hivi pointi zaidi ya ngapi? Pointi 4 almost. Mechi na JKT 2, mechi na Namungo 2. Kwa hiyo unajua kabisa hapa kina Tatu Malogo wamepambana sana kuisha sisi hatupati pointi. Kwa hiyo tumefelishwa. Ila tunachoshukuru kwamba tumecheza mechi chache. Kama tukicheza mechi yetu ya 4, maana hata yule anaongoza ligi anatoa pointi 2 tu. Sawa. Kwa hiyo maana yake bado hatuko mbali na dunia.
tupo karibu, yani bado tunaweza kwenda kupambana na dunia tunaisogelea, ila tuko nguvu ya kutusukuma inaonekana kuwa kubwa sana. Kwa hiyo wachezaji wanabidi wa set mind zao, viongozi, yani kila mtu ajue kwamba kuna jukumu kubwa ambalo inabidi kulifanya huko tunakoelekea. Wanaitwa Simba Sports Club, ndio watetezi wa ardhi ya Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Mnawaona wakienda kutetea kwenye michuano hii ya kimataifa, nikiwa na maana kwenye tournament za CAF, kwa maana ya kwamba tayari walishapoteza mchezo wao wa kwanza wakiwa nyumbani dhidi ya Petro Atletico de Luanga. Hii Simba chupli zimekuwa nyingi, ujanja mwingi, kwa hiyo sidhani kama watafaulu kwenye jambo lolote. Wewe timu mpaka logo na bandikia juu, sidhani kama watafaulu kwenye jambo lolote. Kwa Simba sidhani kama watafaulu. Kazi wanayo kubwa, wapambane, lakini sidhani. Logo wanafanyaje? Logo sio wanaibandikia juu, si umeona logo zao lazima logo zinabambiana yani. Kama watu hapo kwenye muziki wa taarabu, logo zinakaliana juu kwa juu hivi. Kondo hivyo. Kwa hiyo wanadai eti wamepigwa. Mashabiki wamepigwa. Na kuna sehemu nimesikia kwamba logo imeuziwa 40. Logo umeuziwa 40 mgadi. Haki ya Mungu walai. Nashukuru sana kwa mshabiki wa Azam mwanangu. Sure. Amini kwamba ujanja siku tu hakuna mtindo kama huo. Mbona nyinyi mjatoa jezi mpya? Sasa timu kubwa unatoa jezi mpya kwenda wapi? Wewe ulisikia wapi hiyo? Yaani kinachofanyika mtabadilisha tu baadhi ya vitu kwenye jezi ile. Hamna haja kutoa jezi mpya. Ushamba. Hivi wewe nikuulize, wewe ukiulizwa leo jezi, mtu unatoa jezi zaidi ya 3, 4, 5, 6 kwenye msimu mmoja. Haya, tukisema tuulizane sasa, msimu huu jezi yako ilikuwa jezi gani? Tunaipata jezi gani? Sasa hivi kila timu zote ukienda kuzifuata sasa hivi ukienda kwenye jezi za Arsenal ulizia tu msimu uliopita. Msimu yote kiulizia jezi zinakuja kwamba jezi yao ilikuwa hii. First, second and third. Zote zinakuja. Sawa. Haya, wewe una mijezi karibia 6, tukisema jezi za msimu huu zilikuwa jezi gani? Watu zinakuja jezi gani? Haiwezi kuulizwa Google wala AI kajibu. Ndio hivyo. Kwa hiyo masuala ya jezi hayo si jezi zetu zile. Tunatumia jezi zile. Kwa hiyo jezi zao ndio hizo za michongo tu. Ujanja mwingi. Yaani watu wanauziwa logo? Jezi watu wanauziwa logo shilingi 40. Ujanja mwingi. Vipi tunazungumzia Young Africans mwanangu? Uliwaona walianza siku ya Jumamosi. Mechi ilikuwa ngumu kweli kweli, kila mmoja akawa anazungumza lake ya kwamba wale kwa Waarabu alladhim la adud subutu yake, na wewe pia ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao walisema ya kwamba yule bwana kwa Waarabu abadani hawezi kutoboa. Mimi nawapongeza tu, ongera zao wamewafunga Waarabu basi. Wamejitahidi. Yaani maneno ya Mwarabu eti apate hata pointi moja yako wapi sasa leo? Apate pointi moja nani? Si wewe ndio ulikuwa unasema? Kama nilikuwa nazungumzia kwamba Mwarabu apate hata pointi moja. Yanga apate hata pointi moja kwa Waarabu wale. Na huenda ndio akawatoa kimasomaso. Uliangalia mechi? Uliangalia. Mazingira ya kupata pointi yalikuwepo? Kama tunanyosha maelezo. Tunanyosha maelezo. Wewe nikuulize. Uliangalia mechi? Mechi nimeangalia. Umeangalia? Kama tunatumia sheria zile za mpira ambazo zimesemwa kwa ni 17 tunazitumia kwenye mechi ile. Pointi ilikuwa inapatikana? Anajibu tu, una haja kufikiria sana. Mbona majibu hapo karibu tu hapo? Wewe unataka kumaanisha nini? Siwezi kumaanisha chochote kama hujajibu, kama hujanijibu. Kwa hiyo hili ni maanisha kitu, wewe nipe jibu kwanza. Hem, tuzungumze mimi na lile ilikuwa goli haswa au sio goli? Magoli mawili yamekataliwa mpaka huyo jamaa anafika hatua hii. Kwa hiyo hongera zao kwa kuwa na rais wa ACA. Nawapongeza. Nawapongeza, hongera zao. Sasa ndio maana tunauliza Waarabu yalikuwa magoli halali kwa namna ambavyo umeona? Magoli halali ya timu gani sasa? Ya Waarabu, Farabat wale. Sio Farabat tu, yani usiwazungumzie Farabat, sio Farabat peke yao. Magoli halali yamefungwa mengi tu, hata kina Uchizi Vungo alifunga magoli halali. Wewe unasema Farabat peke yake? Kwani kina Uchizi wa kufunga goli lilikubaliwa? Wewe unamtaja Farabat, mbona mbali? Mbona unazungumzia hapa tu? Turudi na nyuma. Ndio maana nikakwambia mimi nawapongeza kwa kuwa na rais wa ACA. Wamefaulu sana katika jambo lile. Tusubiri tu tuone mwisho wake utakuwaje, watafanikiwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Yes, nataka nione. Haja kuendelea kutumia njia, yani kufaidika na uwanja wa nyumbani kwa staili hiyo sasa ambao wameitumia wao. Kwa staili hiyo, maana tunacho ubaya wa staili hiyo ni kwamba kuna siku yatakuja kutokea ambayo yalitokea kwa Brazil dhidi ya Ujerumani. Sawa. Brazil walifanikiwa kwenye ile kombe la dunia, kina Luis wale walipambana, wakaonekana kwenye group stage huko kikili Brazil mwisho siku waje kuchukua chuma 7 kwa Ujerumani. Mpaka Ujerumani wanaambiana wenyewe kwa wenyewe, jamani, hizi goli tulizowafunga nazo zinatosha. Sawa tuache sasa kuwafunga, tupesane pasiani tu mpira uishe basi. Tutawafunga mpaka 10 hawa. Kwa hiyo maana yake ukijijua kuna style unaitumia, kuna siku itakubackfire. Sasa siku ambayo itakuja kubackfire
ndio siku ambayo mtakuja kulia vilio na kusaga meno. Yeah. Bwana, tuamini kwamba Pacome ni bora. Niliona goalkeeper wa FAR Rabat ametoka kule na kwenda kuchukua jezi kwa Pacome Zouzoua Pedro. Na ku appreciate kile ambacho alikifanya. Ni kweli Pacome ni bora? Wasichokijua tu ni kwamba hata kwenye kambi yake binafsi ambayo alikuwepo kwenye ile kipindi kile cha misukosuko ya kucheza Faisal Salum Abdalla alikutana kule Dubai na mtu mmoja kuitwa Lionel Andres Messi akiwa kwenye mapumziko. Messi ni miongoni wa wachezaji ambao ni miongoni mwa mtu ambaye amebadilishana jezi na Fei wakiwa kwa yule kocha wao binafsi. Walibadilishana jezi Faisal na nani na nani Fei na Messi. Kwa hiyo swala kubadilishana jezi lipo tu dunia mpira na vitu vya kawaida vinatokea. Lionel Andres Messi na Faisal Salum Abdalla wambadilishana jezi kipindi kile, Fei akiwa kwenye kambi binafsi kujiandaa kujiunga na Azam FC. Kwa hiyo hata Fei alibadilishana jezi ya timu ya taifa. Sawa, jezi yake ya timu ya taifa walibadilishana na Messi kwenye kambi binafsi. Sijui unanielewa. Yule kocha ambaye alikuwa anamtrain Fei kipindi kile, yule kocha binafsi yule ndo ambao alikutana pale, kwa sababu hata kocha yule alikuwa kama nadhani mlikuwa mnaona anatumika na mastaa wengi sana duniani kwenye kuwafanya mazoezi. Sawa. Kwa hiyo alikutana na Messi na wakabadilishana jezi. Kwa hiyo Pacome kubadilishana jezi na golikipa, kwanza sijaona, ukiona jezi yako inakuja kuonekana muhimu na golikipa mtihani. Kuna watu video appreciate sio golikipa. Golikipa si ndio anaona sasa. Kipa anabadilishana gloves na kipa mwenzie au anabadilishana jezi na kipa mwenzie. Wewe jiulize swali, jezi Pacome ndo katoa jezi kumpa golikipa. Kwa nini golikipa hajatoa jezi yake kumpa Pacome? Watu wengine wanaogopa nuksi kwenye maisha yao. Ni hivyo tu. Kwa kumalizia sasa, pengine unawaambia nini mashabiki wa Azam FC? Unawaambia nini Young Africans huko walikokwenda? Unawaambia nini Simba Sports Club wanaelekea kule kwa Stade Malien Mari? Unawaona wakichukua alama, lakini pia vile vile Singida Black Stars, ndugu zako ambao wako huko. Ndugu zangu Singida, nawaomba tu yani tupambane. Yani sehemu pekee ambayo nchi hii inaweza kutolewa kimasomaso. Huo ndo uhalisia. Sehemu pekee ambayo nchi ya Tanzania kwenye msimu huu inaweza kutolewa kimasomaso ni kwenye kombe la shirikisho. Kabisa. Kwenye klabu bingwa unajua kabisa kule ni yani kule kwenye klabu bingwa leo hii hata kama itakuwa wewe uwe na senti yako yote, kuna timu unaenda kuchukua kombe la klabu bingwa, inaenda kuchukua klabu bingwa kule. Wewe unaiona timu hiyo ipo? Ya kwenda kuchukua? Ikachukua ubingwa wa kombe la klabu bingwa ipo? Hakuna. Yaani hata swali leo kamuuliza nani, unajua kabisa hakuna anaenda kuchukua ubingwa pale. Yaani kuna timu mbele zinacheza zile, zinajua za tunacheza tu kukamilisha ratiba, ila sio kwenda kuchukua ubingwa. Umeelewa? Yaani sio Simba Sports wala sio Yanga. Wanacheza kombe la klabu bingwa kama ambavyo Ruvu Shooting na JKT Tanzania wanacheza ligi kuu Tanzania bara. Sijui umeelewa? Yaani unapoona JKT, unapomuona Ruvu Shooting, ukimuona Majimaji ya Songea, ukimuona Manyema Rangers Mkuki wa Sumu, yoyote yule au Lipuli, the way anaenda kwenye ligi ya Tanzania bara kwenda kuicheza, ndio hivyo hivyo ambavyo Simba na Yanga wanaenda kwenye klabu bingwa. Hakuna ambaye anaenda kuchukua bingwa pale, hakuna. Hakuna hata mmoja. Kwa shirikisho huko shirikisho ndio ambako sasa unaweza kufanya vitu na vikaonekana. Na ndio muda ndio huu. Sasa ndio maana nikamwambia Azam FC viongozi na wachezaji tuangalie jinsi ya kujitathmini na hakikisha tunarekebisha hilo jambo ili tuweze kupata point 3 mechi na Wydad. Shukrani sana. Shukrani mwanangu.